Shalom. Mathayo 14:22 inazungumzia habari ya Yesu na Petro. Petro alimwona Bwana Yesu yuko kwenye maji, naye akamwomba ruhusa Bwana Yesu, naomba nije. Akaomba ruhusa, Yesu akamwambia njoo. Alipokuwa anakuja, ghafla upepo ukatokea. Petro akati anaingia akawa kama anazama, akamwambia Bwana Yesu, niokoe. Sasa kilichomwangusha ni upepo. Tunaweza tukasema udhaifu wa imani yake, lakini kitu kikubwa ambacho kilimtoa pale kwenye nani ni upepo. Hivi unajua upepo ni kitu ambacho ni element kabisa, ni kitu ambacho kinaweza kikamwangusha mtu. Angalia kwenye kazi, mtu unaweza ukawa unafanya kazi, unaomba kazi, mwisho unaona kabisa unapata, baadaye upati. Unaweza ukakuta dili kabisa la kupata, unasema mwaka huu unapata lile dili, unakuta upati. Kinachofanya hali hiyo nini? Ujue ni upepo. Upepo ni kitu ambacho cha asili kabisa, kinaweza kikakuangusha. Angalia kitu kinachoitwa ule upepo unaokuja ukivuma, kimbunga, unakuja baadaye unaezua bati. Kikiwa kinakuja kikemee mpendwa, kwa sababu ndani yake kuna vitu kule, kwa sababu kina uhai. Kinaweza kikaweka jambo kikakaa kikaenda sawasawa, kinaweza kikafanya jambo kikaondoka. Huo upepo, wachawi wanatumia upepo. Ukemee. Bwana Yesu alipokuwa kwenye lile boti, pakawa panatokea dhoruba, Yesu akaukemea upepo. Kwa nini hakuyakemea maji? Upepo ndio ambao unaleta madhara, ndio maana akaukemea upepo. Inawezekana kwenye maisha yako kuna pepo nyingi zinapita. Leo tunauamuru upepo ukaondoke, upepo wa mbisho, upepo wa kimbunga wa kuharibu maisha yako ukapotee kuanzia sasa, katika jina la mwana kondoo. Amen.